Zungumzia kuhusu ishu ya bandari kavu na ukaitaja bandari ya Kwala kama sehemu ya mwarobaini. Unahisi ni sababu nyingine ambayo inapelekea kuwa na msongamano huu na foleni katika jiji la Dar es Salaam? Ni sehemu kubwa ya foleni zetu zinatokana na hilo. Kama ninavyokuambia, makontena mengi sasa hivi bandari yetu imeongeza uingizaji wa makontena kutoka kontena 100,000 mpaka 110,000 kwa mwezi, kwa mwezi mmoja. Ndio maana ninasema sio tu foleni bali ni kitega uchumi kikubwa iwapo serikali itahamisha bandari zote kwenda Kwala, kwa sababu Kwala serikali inao eneo lake. Maana yake yale mapato yote ambayo sasa hivi bandari za watu binafsi ndio zinachukua, serikali ingekusanya hayo mapato ambayo yangeweza kuleta maendeleo kama mambo ambayo tunayoongelea ya kujenga miji ya kisasa na vitu vingine kama hivyo. Kwala kutokutumika kwake kunazua ukakasi. Sio tu kwamba nazalisha foleni, ni kweli kutokutumika kwa bandari ya Kwala ndio chanzo kikubwa cha foleni cha Dar es Salaam. Kwa sababu pindi tutakapoweka matumizi ya bandari ya Kwala, mizigo mingi itaishia kule na maroli yatakuwa hayana sababu ya kuingia Dar es Salaam isipokuwa kwa kibali maalum. Leo hii kama ninavyokuambia, container inachukua mzigo inakuja kuushushia Kariakoo na Kariakoo linageuka duka, hizo shughuli zingehama zingeenda Kwala, kwa sababu Kwala ingekidhi hayo mambo yote. Kwa hiyo unachokiona sasa, uwepo wa bandari kavu Jangwani katikati ya mji, uwepo wa mafuso yakipakia mizigo pale Jangwani, yakipakia mizigo hapa Kariakoo, ni kwa sababu bandari kavu ya Kwala haitumiki, ambayo ingetumika yale mafuso yanapakia mizigo kwa kwenda mkoani, sio kuingiza Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mizigo michache ingeingia katikati ya jiji, mizigo mingi ingeondoka katikati ya jiji. Tafsiri yako ni kwamba mkakati ambao mpaka hivi sasa unachukuliwa na mamlaka za serikali bado ukubaliani nao? Kwa sababu juzi tu hapa Rasia nasema masuala ya magari kupunguza, kuna wakati kuna mpango wa muda mrefu pia kwamba ikiwezekana wenye magari binafsi waishie labda maybe Mbezi ama hata Kimara, kama wanaotoka barabara za huku ama wanaotoka huko maeneo ya Mbagala waishie eneo fulani, ili watu waingie na kuwe na usafiri wa public labda mwendo kasi na nini. Maoni ya namna hiyo yamekuwa yakitolewa. Gari pia zinaonekana nyingine zilizoshisha muda wake bado zinajikongoja barabarani. Haya yote ni kama kwako ni sifuri vile. Kwanza yananifurahisha kwa sababu yananifariji kuona kwamba shida ambazo mimi nazisikia zikiniumiza wao pia wanazifahamu. Nikimwona waziri anaongelea kuhusu swala foleni, msongamano mkubwa, nafurahi. Kinachonichukiza ni kwamba hawana majibu sahihi. Badala yake hawaangalii kiini cha tatizo, wanajaribu kumtafuta nani wa kumkandamiza. Anatafuta mchawi. Mchawi nani? Hilo sio jambo sahihi. Ukienda Kariakoo na muhusika manispaa yenyewe, mavibali yale ya biashara zote zinazofanyika Kariakoo, jiji la Dar es Salaam. Leo hii kwenye jiji kama tunavyosema, maeneo ya kutembea kwa miguu yamepangwa mabiashara. Hiyo iko sasa sio tu Kariakoo peke yake, iko Dar es Salaam nzima. Nenda hapa baada ya mataa ya soko la Mabibo, utakuta pale kuna parking za magari ya wauza magari na pale hawakamatwi. Yaani watu wanaopaki kwenye hizi sehemu za paving blocks hawakamatwi. Nenda Mandela Road, utaona kuna ofisi ya TANROADS, pembeni ya ofisi ya TANROADS kuna maroli yamepaki na kuna kibao kimeandikwa ukipaki hapa ukiegesha faini 400,000 ama jela miezi 3. Pembeni yake kuna ofisi ya TANROADS. Hakuna hatua inaweza kuchukuliwa. Yaani kwamba rudia hilo. Ukienda hapo Mandela Road na ukiingia hata kwenye ukurasa wa Watu Kwanza utaweza kuona hilo. Kuna bango limebandikwa kwamba ukipaki gari hapa faini ni shilingi 400,000 au uende jela miezi 3. Na kuna msururu wa maroli umepaki na ofisi ya TANROADS iko hapo ngambo ya pili. Maana sheria itekelezwe. Sio tu sheria itekelezwe, hakuna kitu kinachofanyika kinachoakisi uwepo wa sheria na utawala kwenye nchi. Hakuna kitu kinachoakisi uwepo wa sheria na utawala katika nchi yetu. Katika barabara kubwa hizi utaona bandari kavu jinsi gani maroli yao yanaegeshwa kwenye barabara yenyewe baada ya kujaza. Unaweza ukaenda kwenye ukurasa wa Watu Kwanza ukaona. Kwenye barabara kuu gari inapaki na wananchi wanatumia njia moja katika kipindi hiki ambacho mafuta yana gharama kubwa na maisha yamekuwa na gharama kubwa kiasi hicho.